na baada ya huzuni unazozipitia kuna maisha mengine ya furaha ambayo inatakiwa uyaishi. Kama mlivyokuwa mnasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4, Paulo alivyokuwa anawaandikia huo waraka, yeye hakuwa na furaha, lakini alishangaa kuona kanisa lina furaha hata kama linapitia matatizo. Kwa sababu alijua kuwa baada ya hayo maisha kuna maisha mengine. Bwana asifiwe sana. Baada ya maisha ya wewe kutembea na miguu kuna maisha mengine ya kununua gari. Baada ya maisha ya kuugua kwa muda mrefu kuna maisha mengine. Bwana asifiwe sana. Maana kuna watu wengine inafika hatua wao wanaona kuwa matatizo ni yao, shida ni zao, yani walishaga kata tamaa, hawana wanachokiwaza, wanaona tu hapa ni kufa tu. Lakini nimekuletea ujumbe, baada ya maisha hayo kuna maisha mengine. Usiimbe kwa mazoea, usihubiri kwa mazoea, usije kanisani kwa mazoea, kwa sababu baada ya maisha hayo unayoyaishi kuna maisha mengine. Baada ya kuimba, unapoimba na sauti inaeleweka, kuna maisha mengine, aidha ya milele au ya jehanamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sijui kama unanielewa. Shetani alikuwa na uwezo wa kuimba sauti 12, lakini sisi tunaishia 4. Na zenyewe kuna mwingine ukimwambia imba ya pili kama na imba ya kwanza hawezi. Lakini katika yale maisha ya kuimba zile sauti, akiimba mbingu wote yani wanainama, wanasujudu, akaanza kusema huyu sasa natakiwa nimpindue, natakiwa mimi ndio niwe Mungu. Anaanza kutengeneza maisha mengine ya uasi. Bwana asifiwe sana. Kamuulize sasa hivi alipo. Niliwahi kuuliza swali moja, siki kama niliuliza siku moja hapa. Nilisema kuna muda mwingine mtu anasema kuwa shetani kanitembelea, shetani ndiye aliyesababisha mimi niende nikazini, shetani ndiye aliyenisababisha huyo nikamchoza, huyo nikamsema vibaya. Sasa wewe nikuulize swali, huyu shetani naye kipindi ambacho hajaasi yeye, yani ilikuwa kuwaje mpaka kaasa katenda hiyo dhambi ya uasi? Naye alishawishiwa na nani? Bwana asifiwe sana.